hao tunaotembea na wao tunakosa kuona ule Yesu aliye ndani yetu. Kwa maana Bartimayo angesikiza sauti za watu, hangeweza kuregeshewa macho yake. Kwa maana maandiko inasema tayari Yesu alikuwa amekwisha kupita mahali alipokuwa. Lakini yeye akasema hata kama amepita, hata kama sioni, lakini ninasikia habari zake, na kwa sababu amenipa mdomo wa kumwita, nitamwita. Ita Yesu, achana na hayo ambayo wanaongea. Mwambie Yesu, mimi ndiye ninayekuita. Kwa maana kulikuwa na kelele nyingi, kulikuwa na fujo nyingi, kwa maana ni mfalme anapita. Lakini sauti ya mtu aliye na imani ikapenya katikati ya kelele zote, na ikafikia Yesu, naye akageuka akamwambia, ni kweli nimesikia sauti yako. Ungetaka nikufanyie nini? Unaweza ukaita Yesu, unaweza ukamtafuta Mungu. Sio kwamba hawako, lakini katikati yao, na jibu lako likapatikana. Kwa sababu jibu la Bartimayo lilipatikana katikati ya wale waliomzuia aweze kuita Yesu. Kwa hivyo sitaondoka katikati yao ili niende nikamwite Yesu, bali nitasimama katikati yao niwaonyeshe huyo Yesu aliye na macho yangu, ili akaweze kuniregeshea. Usiende na upepo vile unavyoenda, nenda na neno la Mungu. Ni kweli watu wamesongamana, lakini ninatafuta tu. Akasema, mimi ndiye niliyo na aibu. Mama amenyesha miaka mingi, lakini anasema mimi ndiye ambaye ninapata aibu. Ni kwa nini niangalie hawa watu, na hawa ndio ambaye wanasema mimi ninanuka? Nitapenya katikati yao ili nikaweze kufikia wokovu wangu, ili nikaweze kupata kile nimekuwa nikitafuta. Kuna aibu ya mtu itaondolewa mchana wa leo. Kuna aibu ya mtu inaondoka katika maisha ya mtu. Kwa maana there is power, kunazo nguvu. Kwa wale wanaoamini, nguvu za Mungu zinatenda kazi. Wakajaribu kumzuia, wakajaribu kumfungia milango ili asisonge. Mara nyingi ni vizuri kuwa na upinzani. Mara nyingi ni vizuri wakiinuka, kwa maana waliomwambia nyamaza, wao ndio walipigwa na butwaa, kwa sababu alifunguliwa macho hadharani mbele yao, wakitazama, wakishuhudia, na wakasema hakika huyu ndiye Mungu. Kuna watu watajua Mungu kupitia zile shida wewe unazozipitia, kupitia ule mlima unaopanda. Kuna watu watafunguliwa, sio kwamba utawaekelea mikono, sio kwamba utawahubiria, lakini kile Mungu atatenda katika maisha yako, hakika ni lazima watasema, huyo Mungu ndiye tunayemtaka, huyo Mungu ndiye tunayetafuta. Hatutawahubiria, bali matendo yetu yenyewe itawaonyesha ya kwamba kunaye Mungu anayeweza. Bartimayo, mtu aliyetembea na aibu, mtu aliyekuwa anaombaomba, mchana wa leo tunasoma na yeye ambaye alikuwa hana dhamana.
katika mahali alipokuwa, kwa sababu alizoeleka huyu ni wa kuweka mkono apewe. Hata kama uliweka mkono jana, nataka nikuambie leo Yesu yuko katikati yetu. Hata kama walisema wewe ni obaoba, nataka nikuambie watashuhudia mkono wa Mungu ukiwa juu yako. Mwambie mwenzako, we are untouchable. Unaweza ukajaribu kuzuia, unaweza ukajaribu kusimamisha, lakini yule aliye na macho ya ndani ya kuelewa hautaweza kumsimamisha, kwa maana anajua ni nani anayeita, anajua ni nani aliyefuata katika nyumba hii. Nyumba hii tunajua ni ya miujiza, nyumba hii tunajua ni ya miujiza. Ikiwa umeingia katika ule mlango, wacha kuona hizo shida uliokuja nazo. Angalia madhabahu ya Mungu, useme leo ninafua kila matatizo na kila shida, ninaweza kuziacha leo kwa sababu nimeingia mahali pasawa. Yani Yesu anatenda miujiza, anafanya mambo ya ajabu. Amefika kwa Bartimayo na amepita, lakini bado hajamponya, kwa sababu Bartimayo hajaonyesha saini ya kwamba anataka kufunguliwa. Lakini hata kama alikuwa amepita, yeye Bartimayo akamwambia Yesu, hata kama mwaka jana hukuniona, ni kweli mwaka jana ulipita, lakini kweli bado ninakuita. Nawe unapomuita katika imani, hata kama mwaka jana hukumuona, leo utamuona. Leo utamuona katika nyumba hii. Leo utauona wokovu wake katika maisha yako. Haijalishi kama alikuwa amepita, inajalisha wewe umejiprepare namna gani katika hali ya kumuita. Kwa maana ni kweli kelele zilikuwa ni nyingi, but alipuuza hizo kelele zote. Lile kitu aliposikia ni kwamba Yesu wa Nazareti anapita na ni mponyaji. Hiyo ndio aliyoweka moyoni mwake, hiyo ndio liliyotengeneza imani yake. Umesikia sauti za aina gani? Walisema hautabarikiwa, bado hiyo umeweka kwa kumbukumbu kwa maisha yako, halitafanya uweze kufaulu. Kwa maana waliongea mengi, wachaneni naye, huyu ni kipofu, wachaneni naye, huyu amejisahau. But neno lililokuwa ndani yake ni moja, ni Yesu anapita. Haijalishi yale yote ambayo wamesema ama wameongea, haijalishi nini waliofanya huko nyuma. Kile ninachojua ni kwamba hilo neno lake ya kwamba mimi ninaokoa na ninafungua, yeye anafuja nira zile ambazo ziko ndani ya wanadamu, hiyo ndio ambayo tutatembea nayo. Hata kama babu yako walisema haitawezekana, hata kama wazazi walisema haitawezekana, tunaye anayefuja hizo laana, tunaye anayeondoa hizo vizuizi, na maisha tunasonga mbele. Kwa maana hatutatembea na desturi za kule tulikotoka, tutatembea kwa nguvu na kwa uwezo wake Mungu, kwa maana yeye ametuita, na hata akituita alijua tulizaliwa wengine
Moyo wa mwanadamu una maandalizi mengi kwa yale anayoona kwa macho yake. Unaweza ukaona mambo ikadamage spirit yako. Unaweza ukaona vitu ama watu wakadamage spirit yako. Na wakati spirit imekuwa damage, kufaulu kwako inakuwa ni ngumu. Kwa maana mtu wa ndani tayari amepigwa, amekosa kuona kile Mungu ameweka mbele yako. Lakini Bartimayo hakuruhusu hayo yote yaingie kwake. Yeye alitaka neno la ushindi likatawale moyo wake, ya kwamba there is hope kwa wale wako chini. Kunayo tumaini kwa mtu ambaye amewekwa chini. Maandiko inasema mti uliokatwa kuna uwezekano wa kuchipuka tena kwa mtu aliye na tumaini. Kwa hivyo hata ingali ilikatwa, huyu Yesu ninakuletea mchana wa leo. Yeye analeta maji mahali hapuna maji. Analeta chakula katikati jangwa, chakula zinapatikana. Huyu Yesu anaambia bahari nyamaza, na inanyamaza. Ni nini hicho kilio zaidi ya mawimbi ambaye inapepetana baharini na inaiambia tulia? Kuna watu katika maisha yao, wengine wetu itaandikwa katika vitabu kwa sababu ya kule Mungu anaenda kukutoa, kwa sababu ya vile Mungu anaenda kukuinua. Bartimayo ni mtu asiyekuwa na dhamana yoyote katika kijiji na katika serikali ya kwao, na watu wao wote wanajua ni kitu kisicho na dhamana, lakini hicho wanadamu wameona hakina dhamana. Hapo ndiyo Mungu anapitia, hapo ndiyo Mungu anatengeneza njia, hapo anakataa, ndipo Mungu anatengeneza njia. Hiyo familia anafuta hizo historia, na historia inaandikishwa ingine. Mama aliyetokwa na damu, historia ya kunuka na kudharauliwa inafutwa kwa sababu ya moyo ulio tayari kubadilishwa. Mioyo ambaye iko tayari. Mungu anatafuta mtu aliye tayari ili akaweze kumtumia. Mungu anatafuta moyo ulioko tayari ili yeye akaweze kujitukuza katika hayo watu. Lakini ukiendelea kulia katikati yao, hawawezi wakaona ule Mungu unayemtumikia.
Ni lazima usimame useme ni kweli. Walisema haiwezekani mimi nitaishi kando ya barabara, lakini nataka niwaonyeshe ya kwamba huyu Mungu ninayemtumikia, nataka waone. Mwanzilishi wa huduma hii, tukisoma kwake tu ambaye tumemwona na tunasikia habari zake, tunastahili imani yetu ikainuke zaidi, kwa sababu yeye ni tosha. Yale yamepitia na yale tumesikia, tukajifundishe kwa hayo na tukaone Mungu wa nyumba hii. Anasema aliteseka katika hii Mombasa, alilia akaita Mungu na huyo Mungu akashuka. The same God ndiye ambaye tunaye mchana huu leo. Hayo mambo umekuja nayo, mwambie Mungu today, leo ninafungua another chapter. Leo ninafunga ile chapter ya kudharauliwa na ninafungua another chapter ambaye ni ya kuheshimiwa, ambaye itafungua wengi, ambayo itatamaniwa na wengi. Ni kweli hawatamani kile kilikuwa kwako, lakini wakati umefika wakatamani kile Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Wachana na historia za jana na juzi. Kuna jambo jipya linatendeka katika maisha yetu. Batimayo, historia ikabadilika na watu wakasema, Mungu wa Batimayo, Mungu anayeponya kipofu, Mungu anayefungua mtu aliyeishi katika kuombaomba, huyo ndiye Mungu ambaye tutakayemwishia. Wengi watatamani kuishia Mungu unayetembea naye. Wengi watatamani kuishi na kukaa maisha ambayo unayoenda kuikaa, kwa maana yeye ni Mungu. Nilikuwa na kuandaa kwa sababu ninajua kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Kuna mtu anaenda kubadilishiwa historia. Ni wewe ndani ya moyo wako ukaufungue na ukamwambie Mungu, it is my time. Ni wakati wangu wa kubarikiwa na kuinuliwa. Sio wokovu ukaonekane wewe peke yako na wengi wakasome na wewe. Mwambie mwenzako, nitakuwa kitabu kwa sababu ya wengi. Kama ni wewe, mwambie mwenzako, nitakuwa kitabu kwa sababu ya wengine. Tusimame kwa miguu yetu. Katika hiyo hali, ningetaka tukaweze kumtolea Bwana Yesu sadaka. Kabla nikaribishe mtumishi wa Mungu akaweze kuendelea kubadilisha historia, inadetermine na wewe mwenyewe. Yesu alikuwa amepita tayari kwa Batimayo, lakini Batimayo akachukua hatua, akamwambia Yesu, mwana wa Adamu, ninaomba unirehemu. Yesu, naomba unirehemu. Maandiko inasema akageuka kwa sababu ameitwa. Mara nyingi kuna njia nyingi za kufanya njia ya mwanadamu ikafunguke. Moja ikiwemo ni kujishikanisha na madhabahu ya Mungu. Mara nyingi mimi husema, ninapotoa sadaka katika nyumba ya Mungu, moyo wangu unakuanga na kile umeazimia. Unapotoa sadaka yako, nena na sadaka yako before iweke katika
madhabahu ya Mungu, kwa maana hii maandiko inasema sadaka zetu zinaongea na zinanena mbele ya Mungu. Ni wewe mwenyewe utakayejua jinsi ya kujisongeza. Inua sadaka zako mbele za Mungu. Kama hauna, inua mikono yote miwili juu na kugoja wewe. Tusimame kila mmoja, ulionayo hauna